Tunakuwa tunaokota makopo, sina elimu yoyote, ujanja tu. Mzee anaingia ndani na gija kuweka na panga ya mkono. Swala baba hapo hata tusiongelee kabisa. Kama mlipo mimi siwezi. Na hata huyo mzee nikimbia atakuja mwenyewe. Nakupenda mpenzi. Nakupenda wewe. Wala hii sio movie, hani maisha lisi. Kwenye vumbi la mtaa kuna kutatamaa baba mama. Ndio maana tunapambana, familia inalia, kuna pa kukimbilia. Hindo kivuli changu cha maisha halisi. Kama unabisha muulize hata rafiki. Hakuna kufa clay style, kwani ndo maisha halisi. Haya ndo bwana, kitu kipya kinakuja mjini, lakini hii ni kivuli changu. Popote unapoweza kuangalia hii microphone, pasi na shaka tunakwenda kuzungumzia maisha halisi ya Mtanzania. Ikumbuke kwamba kivuli hakijai kumsaliti mtu. Pindi unapobadilisha maisha, na chenyewe kivuli kinabadilisha maisha. Maisha yako yakiwa ni ya hari, basi na kivuli kinakuwa na maisha hayo hayo expensive kama Mwijaku, si ndio? Sasa jina langu naitwa Patrice mwana wa Chesaga. Hii ni kivuli changu na tupo na mwanetu ambaye tutakuwa tunapiga naye story. Yeye kivuli chake kimemsababisha afanye nini na anafanya nini ili kisudi kivuli chake kisimkimbie. Sasa mwanangu, njoo tuweze kupiga story kwenye story mob tuweze kubonga. Wewe unaitwa nani? Esikako huko hivi mwanetu. Yes, huyu ni mwanetu ambaye tutakuwa tunapiga story ambayo ni story mob. Atatueleza yeye kivuli chake kimempeleka wapi, anafanya shughuli gani na yeye ni nani, na wewe utaweza kujua story mob. Lakini cha kukukumbusha ni kwamba kama umevutiwa na story yake, pengine unaweza ukamnyanyua kutoka hapa alipo mpaka kuelekea pale ambapo yeye pengine anaweza akapaona, at least walau patakuwa panavutia. Mwana ni vipi? Safi. Uko fresh? Niko fresh. Wanakuita nani? Naitwa Shukuru. Shukuru, wewe umetokea wapi? Nimetokea Geita. Geita ni kubwa. Geita sehemu gani? Tamkalele pale Shilabela pale. Shilabela. Kutoka Geita Shilabela mpaka hapa pasi na shaka ni mwendo kidogo kama masaa 2-3, si ndio? Tumeta masaa 6. 6. Pengine ni kipi kilikuleta Mwanza? Sikusaka kama kusaka. Tafuta. Ndio kilikuleta Mwanza. Ndio hivyo. Currently unafanya kazi gani sasa hivi? Mwanzoni nilikuwa nauza mifuko. Ila baada ya migambo kuingilia kati namna gani machi watafuza fukuzwa. Ndio hivyo mtaji wa katika. Fine, tumeanzia juu lakini tuanze kwa chini kabisa, kwa sababu hiki ni kivuli changu, si ndio? Mtanzania pengine anayekutazama anaweza akawiwa na akakusaidia, si ndio? Wewe ni Msukuma, si ndio? Wewe ni kabila gani? Mimi ni Muha. Wewe ni Muha. Wenu ni Geita? Yeah, kwetu Geita. Muha uliyezaliwa Geita? Ndio hivyo mzaliwa. Elimu yako na pengine mpaka kufika hapa ulipo? Sina elimu yoyote, ujanja tu. Au kuwahi kuingia darasani? Nishaingia na sema tu ndio hivyo, utundu mwingi. Uliacha shule au ilikuwa kuaje mpaka ukaja? Ndio hivyo, niliacha shule. Yaani kwa kifupi tu ni kwamba ni saa huko Bembe kidogo nitakupa story kidogo, ila ndio hivyo, yaani niliacha shule. Nini kilisababisha mpaka ukaacha shule mtu wangu? Mara ya kwanza nakumbuka nilikuwa Panya Road, yani nilikuwa chokola enzi hizo, nilikuwa tayari mdogo chini ya miaka 11 12 hivyo. Ilikuwa ni siku ya usalama barabarani hapo Geita hapo hivi. Kwa hiyo alitokea mzee mmoja akaniambia kwamba I say dogo, naitwa nani? Maana alizoea kuniona niko pale kila muda niko pale. Sasa akamenitania kwamba tani kusomeshe. Nikafikia masiara. Akasema nisomeshe ile namna gani? Basi akanipeka shuleni kwa mwalimu mkuu akaniandikisha, nikaanza masomo. Yeye kwa kwenda Dar es Salaam. Alafu yeye alipata msiba nenda wapi? Bukoba. Unaona, kwa atoke Bukoba aje nipitie pale kwa mwalimu, twende nikasomea Dar es Salaam. Ila sasa kwa ile fulani nitamani nimuone nani? Nitamani nimuone mazangu. Unaona, sasa nimwambie, sasa nilikuwa sipati upenyo. Mwalimu naye kama amekubana ukifanya hivi mdoto ni masomo kabidi nichoropoke. Ili nikamwambia nani? Maza alipo. Maza ya kiza utotoni. Umeona? Kwa hiyo nilivyoenda kabinda mazima. Mambo ya shule kama ishia hapo. Yaani kwa kifupi ni kwamba mimi hapa hivi elimu yangu ni ndogo sana. Yasema natumia nini? Akili. Kwa darasani wewe ulikaa mpaka darasa la ngapi au mama yangu hapo nitakudanganya. Baga wewe. Tutakudanganya. Kwa kusoma na kuandika nini? Kuandika jangu najua. Yaani swala kuhesabu mpunga niko vizuri. Ila swala kuandika mengine au kwa sasa hivi una miaka mingapi? Na kama na 20 na mwezi mmoja. Una miaka 20 na mwezi mmoja.
Unakaa kwa nani na unaishi wapi? Mimi hapa nakaa town. Yaani kibaharia nakaa town tu. Niko mjini na pia napiga tu mishemishe zangu namna gani ifika jioni pa kulala popote. Unalala popote? Popote kambi. Unawezaje kukabiliana na hiyo hali ya kulala popote pale unapopaona? Mfano tunaongea na walinzi tu, mfano ukiwa na kiakibada cha 1000 au hata 500 tunamwambia mlinzi hii hapa 500 ni hifadhi. Anakuhifadhi. Kama hivyo yani. Kwa siku umesema sasa hivi umetoka kwenye uchokora ukaingia kwenye kuuza mifuko. Yani unajua kwenye uchokora neno la uchokora hapo hivi huwa mimi sipendi sana kuita ni mte chokora au niitwe chokora au panya road. Na tilo jina sitaki, napenda mtu aniite mnani mtafutaji au mpambanaji kwa sababu siombi. Sasa hapa tunapozungumzia hii historia yako mpaka kufika sasa hapa kuokota makopo, ulianzia kwenye makopo? Ulianza mwanzoni kabisa kabla ujiingie kwenye nianza kwa mtoto wa mtaani. Mtoto wa mtaani. Kwa naomba hivyo mwisho wa siku angalia naomba mtu leo akanipa 50. Alafu ni kuanza asubuhi yani nakuja kupewa 50. Kwa hiyo kitu kitendo kiliniuma sana. 50 shilingi 50. Kwa hiyo hicho kitu nikaniuma sana, ikabidi tu nishike mfuko na nianze kusaka vya kwangu mwenyewe. Naona ndio kama hivyo yani. Nikapata mtu akanishauri kwamba uza mifuko. Nimeingia muuza mifuko Migambo Nondo hivyo nao yani. Hapo kwenye kuuza mifuko, mtaji wa kununua mifuko ambao ulikuwa unaiuza ulitoa ndogo sana, bei ndogo 12,000 tu. Ulitafuta 12,000? Ulitafuta tafutaje? Maana makopo hayo. Kwa ulianza kuuza makopo ndo ukapata hela kwenye makopo ndo ukaja. Ndio hivyo yani. Jamii inakuchukuliaje sasa hivi? Kikubwa tu ni uaminifu, kujenga na mtu na watu tu. Unaweza kuwa mtu wa mtaani kiu unaaminika na watu, unakujua kama huyu hata kimpa kazi hawezi kufanya chochote. Ila sio unakuwa mvuta bangi, sigara, nini afu unakuona ni watu wa kuamini. Hata mtu anataka kukupa kazi hawezi kukupa kazi. Kwa mfano, ukiachana na kazi ya kuokota makopo sasa hivi, ni kazi gani pengine unaweza ukaifanya wewe kama wewe? Nataka kuwa machinga. Machinga? Yeah. Mtaji wake una cost kama shingapi? Machinga. Hata kwa machinga anaweza hata 200,000 300,000. Naanza machinga wako taratibu tu, unaweza kuwa unauza vitu baadhi hata urembo tu pia unauza. Na tu maisha yaende. Kwa hiyo wewe sasa hivi mtu anayekutazama kupitia Kivuli Changu pengine amevutiwa na story yako, akupe shingapi rasmi ili uachane na kazi za kuokota makopo uende kwenye huo machinga ambao wewe pengine unauwaza ndio unaweza ukatengeneza pesa? Kwa swala kuomba msaada hapo? Hapana. Kwa sababu mimi kazi yangu yenyewe inayoifanya inaniingizia hela. Kwa siku kwenye kuokota makopo unapata shingapi? Yaani hiyo natokea tu kama Zaila namna gani. Kwa makopo mimi bwana kwa siku hata 8,000, 9,000, nimeferi 5,000. Basi kwenye 5,000 hiyo mtoe elfu hizo ya kula 3,000 tunabaki akiba. Na asubuhi nitachukua chai ya jero nabaki 1,500. Nitaota hata mengine. Kwenye hiyo akiba ambayo huwa inabaki kwenye kuokota makopo, labda tupigie kiwango cha chini kama ulivyosema, ni 5,000, si ndio? Labda unatunza 2,000 kwa siku. Hiyo akiba unayoitunza huenda pengine huo unaifanyia nini? Yaani hiyo mwisho wa siku ni kwamba hivi ambapo hawa Migambo atakapolegeza moja kwa moja anaendelea biashara, yaani naacha kuokota makopo. Unaona hii alama hii? Yeah. Hii alama hii mimi niliipata nimepanga chumba hapo juu mlimani hapo kinauza mifuko. Huyo mzee bwana yaani unampa aliniombaga shilingi 5,000. Akasema na shida shilingi 5,000. Utaenda kwenye hesabu ya kodi. Nikampa. Alivyoona mimi wa kutoa mimi kama mhesabia sana naangaisha miezi ambayo ninasoma kule mbele. Nikamkata yote nzima. Kisha siku ananigeukaje asema sijampa hela. Sasa sijakupaje hela kati kuna niomba nakupa. Hujanipa hela, nipe hela yangu yote nzima sababu mwezi umefika sasa. Anza kama nikashesha. Hata mimi nikakafira masiana mzee anaingia ndani na gida kuweka napanga ya mkono. Umeona? Ulikuwa unalipa kodi shingapi kwa mwezi? 30. 30. Na maisha yenyewe magumu haya. Kwa pesa uliokuwa unampa ukizani kwamba ataikata kwenye kodi, yeye hakuikata. Ana alinisaiti, yani ile hela kameza.
baada ya kukusaliti kuchukua hela yako na akakukata na panga, pengine ulichukua hatua gani labda? Mimi hasa ni yule mzee, yule mzee hivyo muangalia ni kama mzee wangu, si ndio? Na pia nikiangalia jinsi yeye ni cha pombe bangi sana. Na mimi maamuzi nafanya hivi, ni kuondoka nyumba yake. Sitaki nini? Sikizai na mtu zalama na mtu. Kumwacha nyumba yake mambo tia mikono nini tatibu. Unaona? Nishapona. Unaona? Kwa mambo yako amekaa sawa. Unaona? Baba yako na mama yako pengine wanajua kwamba upo huko. Kwenye swala baba hapo hata tusiongelee kabisa. Mafuta tukaongea hata mama. Kwa nini baba tusimuongelee? Unajua mzee, yani hamnaga mtu ambaye simuwazi na simfikiri kama mzee. Yes, alikufanyia nini kibaya au kikubwa mpaka ukasema mimi simuwazi mzee? Yani kibaya mzee hicho nifanyia. Anifanyia hivi. Mimi mzaliwa 2006. Si ndio? 2006 hiyo nilipozaliwa mimi ndio siku ambayo nilikataliwa na mzee wangu. Unaona? Sasa mimi hapo kuniangalia hapa ndio mtoto wa pili kwa mzee. Mimi mtoto wa tatu kwa mama. Yaani babangu anajitegemea. Na upande wa mama tuko tatu. Mzee tu kwao mimi ni wa pili. Unaona? Na kwa upande wa mama mimi ndio mtoto wa kike ambao ni wakubwa. Unaona? Hapo kuna hakika mkubwa. Kwa mzee ni kwa kime huyo mmoja na kwa mama. Kwa hiyo alio kwa hapa mama yangu bwana alikuwa ananyanyasika sana kwa mzee wangu. Yaani mzee aenda anakunywa pombe kule. Shamba wanakuja na mtiga mama, sasa ndio kwa mama. Ndio niko tumboni kwa mama yangu. Baada ya kuzaliwa mama kabidi aondoke. Sasa mzee kunifuatilia mimi, mama kabidi aende kituo cha polisi. Kwa kujitetea sasa akasema kwamba huyu mzee sio, yani huyu mzee simjui, sio mume wangu na huyu mtoto sio wa kwake. Mzee ile kile kitendo cha kuambiwa vile ya kanikataa mazima kwa akili yake chi. Unaona? Kwa hiyo nimekuwa nimefikisha miaka 7 tayari muda wa kusoma huo. Mama kunipeleka mama akutana kuna mke wa pili ambaye mama wa kambo. Kwa hiyo mimi mama wa kambo. Unaona? Fika pale kamaona mzee ndio huyo hapo. Sasa shida sasa ni kukubaliwa sasa. Mzee anasema kwamba mimi sikujui. Kimwangalia na watu wakiangalia mimi na mzee kabisa. Kimzee hataki. Akaja kaniambia kwamba hivi, wewe nimekuachia zawadi kwa mama yako. Yaani wewe sikuhitaji. Yaani hiyo ni zawadi kwa mama yako. Yaani wewe kwenye hesabu ya watoto wangu ya umo. Umeona Kwa hiyo nikafikisha miaka 15. Mama tena kanirudisha tena kwa mzee. Tani mama yake. Nipeleke sasa nikaongea naye direct. Kufika aniambiaje? Yaani ndio hivyo. Msomo wangu pale pale. Wewe sio mwanangu. Mwambie mama yako akutafutie baba yako. Umeona? Sikulizika na yale maneno. Mama basi bahati mbaya kama ameweza kuugua. Kwa nakaa naye hivyo kana muuguza hospitalini nakaa kwenye wodi ya kike. Na muuguza maza. Imagine natoka na namwacha mama chakula hamna, si ndio dini, si ndio? Natoka hapo nachukua mfuko. Naingia mjini. Na okota chochote kitu. Vyuma nini naenda napima kule. Shapima. Na haya namwambia daktari nihitajika nini hapo labda mama atakada na matunda vitu kama hivyo ili mwili upate nguvu. Nenda anunua na jinyima mimi tena. Sili anakula maza. Umeona? Baada ya kupata nafuu mama kama amenichukua. Tukao tumeenda wapi? Sasa kwenda kunifanya mambo ya kulima hayo. Visiwani, alinipeleka kifo cha kwanza alinipeleka Nkome. Kifo cha pili akanipeleka chini ndo Mlumo, ndio Mlumo Igombe huko. Na cha tatu akanipeleka chini ndo sio napaita wapi huko? Chakazimbo kwa haya kule. Bukoba kama amenipeleka huko. Haya, basi. Kuna alipata kazi sehemu moja inaitwa Kashozi, nakumbuka hiyo. Kashozi nachezea hivyo. Basi, alipata kazi. Basi mimi nikapata kazi pia ya kwa mfugaji ambaye ana mifugo ng'ombe na maanisha. Nilikuwa nafanya kazi mwisho wa mwezi nampa maza. Mama tunza hiyo hela. Mwisho wa mwezi tunza hiyo hela. Mama kwa akili yake akaona mtoto ishakuwa mtu mzima, si ndio? Siwezi kutembea naye. Unaona? Mama akakusanya zile pesa akaonyesha na kwake, kachapa mbele. Unaona? Mamako akakukimbia. Kanikimbia. Unaona? Ila atisi kanilea sasa. Hadi kanifikisha umri huo. Je, mzee mbaya hata nusu.
Okay, fine. Hapo hapo mama alipokukimbia, tangu mama kukimbia ushawahi kuonana naye? Niliongea naye kwenye simu tu. Yaani tuseme kwamba na miaka 7. Tokea machana maza. Sijamuona. Niliongea naye tu kwenye simu mara moja tu. Okay, sawa. Kuna scenario moja umesema kwamba mama yako unampenda kwa sababu alikulea. Ila babako unamchukia kwa sababu baba yako alimkataa mama yako. Huoni kwamba mama yako ndo aliyesababisha baba yako akukatae? Hapana. Sio sababu. Hapo ni upuuzi na upumbavu. Wewe utakataje damu? Kwa sababu mama yako alimwambia kwamba wewe sio mtoto wake. Tulipima DNA. Damu ni yenyewe. Mzee bana ziko anajua kataa. Nataka nini sasa kingine hapo? Kingine kipi? Kipi kingine hapo na dada? Tunaweza kuuliza kipi hapo? Sawa. Sasa hivi wewe ni mtu mzima, umekuwa najitambua, najitafutia mwenyewe na unaweza ukawa na familia. Na ndevu hizo hapo kabisa unavyoziona. Unaweza pia ukachukua ile room ya kuanza kumchukia babako, au sasa hivi zile hasira zitakwenda kupoa kwa sababu tayari unakwenda kuwa baba? Yaani mzee wangu hivi, yaani tuseme kwamba Yesu alinitoa sadaka kwa mama yangu. Sawa, mimi si sadaka mama yangu. Mimi siwezi kumhesabu kama na baba, si ndio? Yaani hata utanaye njiani nitampita kama simjui. Nishobokesha kipi sasa, kipi hapo? Kupita hivi Roma. Na sababu mzee mwenyewe ndio hivyo. Kanikataa, akasema mimi sio mwanae. Sasa najipeleka kazi yangu. Nienda mpaka ninasikia sasa. Baada ya kuachana na mama yangu, nikaenda kumtafuta mzee sasa. Yupo kashahama kuelekea chapa kitu jina alikuegepo. Umeona? Ndio nikafanya maamuzi sasa ya kujitegemea kimaisha yangu mwenyewe. Nikaenda vijijini kwa watu wanachungia tu mifugo. Sometime unapata mshahara mdogo hivyo. Haya, nikawa nimeingia mjini hapa town hapa Mwanza hapa. Nikajizuia pombe, nikajizuia bangi, nikajizuia uhuni, nikajizuia yani vitu ambavyo hatari. Nikajizuia kabisa. Yaani sababu unajua vitu kishavianzisha hivyo. Akili inapotea. Na nikisha kwa hivyo vitu, akili yani maana ndo napotea kabisa. Naona nakuwa ni mtu hivyo yani. Hoyaye yani nipo kama sipo. Nimekuta Geita tu hapo hivi. Nakuwa naenda tuona tu kwa ndugu zangu pale kwa mama mkubwa na salimia. Basi ndio hivyo narudi. Umesema kwamba umejitenga na vitu vyote, pombe, bangi, sigara, wanawake. Kwa umri sasa hivi ushakuwa. Na kisayansi inavyosemekana kwamba ukikua lazima wanasemaga mwili unagawanyika. Unagawanyika kutokea hapa kuja huku na kuja huku. Tofauti na mtoto mdogo akipewa kitu anapeleka mdomoni. Sasa hivi wewe ina maana tangu ukue uje kupata mwanamke na huna mpango? Kupata mwanamke kwa kuoa au kufanyaje? Wa kupata kama hivi. Yaani mlipo hii. Kwa mlipo mimi siwezi. Kwa sababu hapo ndo kwenye ugonjwa hapo ndio siwezi mlipo hiyo. Hata kwa mchumba penyewe ishawahi, ila nilikuwa najaribu, nilikuwa nagonga hodi tu. Unaona? Ishawahi yani miaka hiyo. Ila kwa sasa hivi na focus sana maisha yangu kwanza. Kwa sasa hivi wewe mchumba ambaye anakuja, yani wewe hutaki mchumba mpaka miaka mingapi mbele? Kwa maisha gani nilionayo kwanza nitake mchumba? Anaweza akatokea mchumba pengine ana pesa. Hapo hakika. Hapo naanza kukataa sasa wakati mgodi umetema. Naanza kukataa. Hapo ni hakika. Ukitokea kama mchumba ana hela nini fresh. Hapo fresh. Ila kama hana hela hapo mimi sina hela. Wewe apite fiade. Kila mtu afanye mambo yake. Nafuu nitafute vya kwangu vizuri kwa amani. Unajua ni ngoja kwa kitu sawa. Kwa sasa hivi siko mwenyewe hapa hivi. Najipambania. Ila siku ambapo Mungu atakaponibariki watakuja wao wenyewe. Na hata yule mzee nikimbia atakuja mwenyewe. Sawa mzee namchukia. Yes, sasa ni yeye, yani asinge kwa yeye mimi singezaliwa, si ndio? Ila potelea mbali. Ila mimi kwenye akili yangu mimi hayumo. Simweki kabisa, hata nisimwazi. Nawaza na mama yangu nitampatia wapi? Ni hivyo tu. Babako anakufahamu hata sura labda? Hata na buda. Unaweza kaibatisha. Sijui. Mama mshana amenona tu mara 2 tu. Yes. Miaka 7, miaka 14, 13 mo. Kwenye hiyo scenario unayoisemea kuna mwanamuziki maarufu hapa nchini anaitwa Omari Nyembo au aka Ommy Dimpoz. Naye aliwahi kukataliwa na baba yake mzazi. Si ndio? Sasa wewe ikitokea siku moja umejipata, babako ndo unamuona anakuja.
hana maisha na una maisha, utampokea? Alinikataa. Akasema sio mwanae. Leo kaja hana kila kitu. Kufumba macho na kusahau kila kitu tu. Tampokea sababu si mzazi wako. Tamtupa. Ni hivyo yani. Tamfukuza. Lana ya bubebe, lana ya bure. Ni hivyo. Tamfanyaje? Tamkataa kwamba wewe sio mzazi wangu, sijui nini, mkakona mahali, hapana. Ni hivyo tu. Kama utaamua kumjengea mbali, fresh tu utamjengea mbali. Kama utaamua kuishi naye ni wewe mwenyewe. Sawa, hizi video ambazo tunashuti sasa hivi zinaweza kupita kwenye mitandao ya kijamii kwa maana Facebook, Instagram, TikTok, X kote, YouTube zikaonekana. Pengine kuna mtu anaweza akawiwa na story yako na akatamani pengine kufahamu au kufuatilia wewe uko wapi. Ikitokea mtu amewiwa kufuatilia wewe uko wapi na unafanya nini, na pengine anataka akusaidie chochote kitu, upo tayari kukipokea? Niko tayari. Sasa chukua walau dakika moja au nusu dakika, umuombe mtazamaji pengine anayekuona kwamba bana, mimi maisha yangu ni haya, na kama kuna mtu anaweza akanitoa kwenye dimbwi ambalo nipo niruke huko, anaweza akanisaidia. So nashinda hata niombe nini sasa hapo. Yes, ndio umepewa nafasi ya kuomba kwamba wewe sasa hivi unaokota makopo. Labda nipate mdhamini kwenye nini, mfano kwenye muziki, kwenye muziki hapo fresh. Unajua kuimba? Ndio. Sure. Uligundua lini kwamba una kipaji cha kuimba? Kanisani. Ulishawahi kukaa ukaandika nyimbo zako? Kipaji cha muziki mimi kilianza kwa wivu tu, kwa kutamani kuimba. Kwa nini mwenzangu anaweza mimi nishindwe? Hivyo tu, mwisho wa siku kujifunza mdogo mdogo. Mpaka sasa hivi yani na nyimbo chache, hasa tu nyimbo za kimapenzi tu yani. Hizo ndo zinateka sasa hivi dunia. Sasa hebu tuchalazie hata mistari miwili mitatu hivi. Okay, sawa. Mimi nakuachana mic mwanangu, wewe imba nayo. Haina shida. Penzi lako Shadia linanifanya mimi nijisikie raha sana. Penzi lako Shadia linanifanya mimi nijisikie raha sana. Penzi lako linawakela, penzi lako linawakela, flampaka kwa masela, fly mpaka kwa masela. Oh yeah, shemeji yenu yo. Kama hivyo yani. Afu pia na best nyingine, nyimbo ambayo nilionayo. Hii hapa. Nakupenda mpenzi, nakupenda wewe, hakika mimi sina mwingine, uko moyoni, yani uko hapa, hakika mahaba yako yamenizidia, naanzaje mimi kukuchiti wewe. Kama hivyo yani. Yes, mwana anasema anaanzaje kukuchiti. Sasa kama mtazamaji pengine utakuwa umewiwa na kumsaidia mwanetu, umesema unaitwa nani? Naitwa Shukuru. Anaitwa Shukuru. Sasa kama utakuwa umewiwa kumsaidia Shukuru, yeye currently yuko hapa Mwanza, yupo anasema anaishi kwa akili, lakini kazi yake anaokota makopo. Lakini anasema siku polisi wakiacha wauau atarudi tena mtaani kwenda kuendelea na biashara yake ambayo alikuwa anauza nini? Anauza mifuko. Na amesema kama kutatokea na mtu ambaye pengine anaweza akampa labda udhamini, anaweza akamdhamini kwenye masuala ya kuimba, au kama kuna mtu pengine ana biashara anaweza akamboost hata mtaji, mwana arudi tena mtaani, hata kama afungue awe machinga, si ndio? Sasa mtazamaji, hii ilikuwa ni kivuli changu ambapo tumekutana na Shukuru kwenye mitaa hii ya Kamanga Ferry na Hopri. Umesikia story yake, pengine tukutane next time. Ciao. Wallahi sio movie, hani maisha lisi. Kwenye vumbi la mtaa kuna kutatamaa baba mama, ndio maana tunapambana, familia inalia, kuna pa kukimbilia. Hindo kivuli changu cha maisha halisi. Kama unabisha muulize hata rafiki, hakuna kufa lifestyle, kwani ndo maisha halisi.